Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi ya kurudisha kibali kilichoibiwa. Tunapozungumzia habari ya kibali ni kwamba ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia kuweza kuhudumiwa mahali fulani, ofisi fulani, au kuwa na upendeleo mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye kibali kila anapopita anapokelewa. Mtu mwenye kibali anafanikiwa. Kila mahali anapotembea watu wanamuona na kumsema kwa maneno mazuri. Lakini kama hauna kibali, kila mahali unapokwenda wanasema huyu naye ni nani? Wa wapi kwanza? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta kila mtu anakudharau, kila mtu anakupuuza, kila mtu anakudharau. Unaandika barua kwenda kuomba kazi, hiyo kazi unakosa kwa sababu hauna kibali. Wanaiangalia tunasoma jina, wanasema huyu wa nini? Anakuja mwenzio anapewa kazi, wewe unaachwa. Unakuja kwenye habari ya kupandishwa vyeo, wenzio wanapanda vyeo, wewe hakuna. Nini? Kibali kimeibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa katika maombi haya tunaenda kurudisha kibali kilichoibiwa. Mtu anaweza akachukuliwa jina lake akapelekwa kwenye kinyesi. Unashangaa unapelekwa kwenye choo. Unashangaa unaota vitu havifanikiwi. Unaota upo katika maeneo machafu. Unaota katika ndoto mbaya ambazo unaona kabisa katika hali hii sifanikiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani mbaya sana. Wachawi wanaweza kumpeleka mtu chooni. Uko unatembea unasema huyu ni choo. Kila mtu atakaye kutazama akudharau. Kila mtu atakaye kutazama akupuuze. Hata kama una haki, kuna mahali haki yako itapindishwa kwamba usifanikiwe kwa sababu wewe hauna kibali. Lakini leo tunaenda kurudisha kibali kwa jina la Yesu. Chukulia mfano, kuna mahali umealikwa, labda ni harusini, lakini kuingia ukumbini kwenda kula ni lazima uwe na kibali. Kwa hivyo katika ulimwengu wa roho, ni mtu mwenye kibali ndiye anayefanikiwa kupata kazi. Ni mtu mwenye kibali ndiye anayefanikiwa kupata cheo. Ni kila mtu ambaye ana kibali ndio anayetazamwa. Sasa wachawi unaweza kuvalisha sura ukose kibali. Unaweza kuvalisha likitu, unatembea unajua wewe ni wewe, kumbe kuna likitu limesimama katikati yako na wale watu mwote kukuhudumiwa. Katika jina la Yesu leo tunaondoa kila maroho ambayo watu wamekurushia, watu wamekutupia. Kwa maombi haya tutakayoyafuatisha siku ya leo, ataleta mabadiliko makubwa katika maisha yako, ataleta mabadiliko makubwa katika kazi yako, ataleta mabadiliko makubwa katika ndoa yako, ataleta mabadiliko makubwa katika ukoo wako, katika jamii yako. Maana tunavua kila mavazi ambayo umetuvisha, tunaondoa kila maroho ambayo ameyatupia. Asimame kama roho chafu, asimame kama roho ya kupuuzwa, kama roho ya enzi, kama roho ya chooni, kama roho ya kukataliwa, kama roho ya kuzomewa. Leo katika jina la Yesu Kristo ukapokee kibali kwa jina la Yesu. Unashangaa kazini kwako bosi anakuchukia bila sababu. Unashangaa kwenye ndoa yako mke wako anakuchukia bila sababu, au mume wako anakuchukia bila sababu, au watoto wako wanakudharau. Hata kama ukatuma kazi wanakuangalia tu, hata kama ukiachapa ufanye nini, kibali kimeibiwa. Lakini leo tunarudisha kila kibali katika jina la Yesu. Unashangaa kwenye familia umezaliwa mko wengi, lakini unashangaa wewe huna kibali. Wenzio wanafanikiwa, wenzio wana upendeleo kwa wazazi wao, lakini wewe hata kama ukisaidia wazazi wako, lakini unaishia kulaumiwa, umejaa lawama kila mahali. Lakini leo tunaenda kukomboa kibali chao katika jina la Yesu. Kuna mtu yawezekana maisha yako yote yamezikwa makaburini, yamezikwa njia panda, yamezikwa chooni, lakini leo katika jina la Yesu Kristo tunakusanya maisha yako sasa katika jina la Yesu Kristo, uweze kupata kibali kwa jina la Yesu Kristo, uweze kuona kufanikiwa katika jina la Yesu. Kuna mtu atakama ukifungua biashara, umefungua duka, umefungua jambo lolote, umefungua genge, unashangaa hauna kibali. Hakuna mteja anayekuja kununua kwa sababu hauna kibali. Unashangaa maneno yanakuwa yanakufuata, watu nakusema vibaya, watu wamekutaja majina mabaya. Kwa watu wakisikia tu hilo jina katika ulimwengu wa roho tayari hawana hamu ya kuja kuhudumiwa na wewe, hawana mawazo ya kuja dukani kwako. Leo katika jina la Yesu tunakomboa kibali kilichoibiwa. Shetani aliyekuwa anatesa maisha yako leo ang'oke kwa jina la Yesu Kristo. Na hao watesi wako waliokuwa wamefanya hivyo kwamba ukataliwe, wao ndio watakataliwa kwa jina la Yesu. Wao ndio watapakwa kinyesi kwa jina la Yesu. Wao ndio tunawapeleka na kuwashimbia kwenye vyoo hivyo kwa jina la Yesu. Wao ndio watakuwa chooni leo katika jina la Yesu Kristo. Wale wote ambao walikuwa wamefanya maisha yako kwamba wewe uchafuliwe, kwamba wewe udharaulike, kwamba wewe udhihakiwe, kwamba wewe uzomewe, leo kwa jina la Yesu Kristo kila fedheha leo tunarudishia wao kwa jina la Yesu Kristo.
Adama kondoo, kila mavazi yalikuwa yamekuvisha, kila sura ambayo sio ya kwako ambayo alikuwa yamekuvisha, leo kwa jina la Yesu Kristo tunawavisha wao katika jina la Yesu. Yale maneno yalikuwa yamekutamkia tunawarudishia wao kwa jina la Yesu. Omba pamoja naye maombi haya kwa fuatisha maombi haya kama jinsi ninavyotamka, na wewe fuatisha hivyo hivyo, yatakuwa vile vile katika maisha yako. Lakini kama kuna sehemu unaona sijataja, unaweza kuongezea pia. Sema maombi haya. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu mwanakondoo nakuja mbele zako sahi katika jina la Yesu. Kwa damu mwanakondoo ninaomba toba, naomba rehema katika jina la Yesu. Kwa mamlaka damu mwanakondoo juu ya kila uovu uliopelekea kibali changu kikachafuliwa, kila uovu uliopelekea kibali changu kikaharibiwa, Baba nakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu mwanakondoo, yamkini adui alichukua jina langu akalipeleka kwenye kinyesi, akalipeleka chooni, akalipeleka njia panda, akafanya uchawi ili nikose kibali. Baba katika jina la Yesu Kristo, kwa damu mwanakondoo inapeleka damu ya Yesu kutakasa jina langu, kutakasa kibali changu katika jina la Yesu Kristo. Kila maneno walioyatamka wakasema nikataliwe, wakasema nidharaulike, wakasema nipuuzwe, leo katika jina la Yesu Kristo inasimama kinyume cha kila roho ya kukataliwa, cha kila roho ya kupuzwa, cha kila roho ya kudharauliwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Inaachia damu ya Yesu Kristo ikapite kwa ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo, na kukomboa kibali changu, kibali kwenye kazi, kibali kwenye ndoa, kibali kwenye uchumi, kibali kwenye biashara katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote ambako adui alichukua vitu vyangu, aichukua mavazi, aichukua chochote, alichota udongo ama nyayo zangu ama ni chochote, akapeleka chooni, akasema huyo mtu tumemweka chooni, leo katika jina la Yesu Kristo napeleka damu ya Yesu Kristo, nakomboa kibali changu, ninaondoa chooni kwa jina la Yesu Kristo, naondoa chooni kwa damu ya kondoo katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote ambako nimeshikiliwa kichawi, mahali popote ambako nimeshikiliwa na walinzi wa chooni, na walinzi wa chooni, enyi mapepo wa chooni, enyi majini wa chooni, enyi maroho ya kinyesi, na muka mamlaka ya jina la Yesu Kristo inawatoesha katika maisha yangu, inawatoesha katika sura yangu, inawatoesha katika kazi yangu, inawatoesha katika huduma yangu katika jina la Yesu Kristo. Inapeleka moto wa Roho Mtakatifu kila mahali ambako shetani na makala wake wamesema nikataliwe, wamesema nipuuzwe, wamesema nidharaulike, kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye uzao, kwa watoto, mahali popote katika jamii, wakasema kwamba niwe mtu ambaye asiyefaa, nayo nakataa katika jina la Yesu. Napeleka damu ya Yesu kuanzia sasa hivi, nakomboa kibali changu kwa damu ya Yesu Kristo, nakomboa heshima yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Mahali popote mlikoshikilia mkasema huyo mtu apuzwe, leo kwa jina la Yesu Kristo napangua kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa kuanzia sasa kila roho ya kukataliwa, kila roho ya kudharauliwa, kila roho ya kupuzwa katika jina la Yesu Kristo. Kila maneno yaliyotamkwa kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo nafuta maneno hayo kwa damu ya mwana kondoo. Waliosema niwe kama kinyesi, waliosema niwe kama kinyesi, leo nakataa katika jina la Yesu Kristo. Naondoa hiyo roho ya chooni na hiyo roho ya kinyesi katika jina la Yesu. Kila mahali ambako mnanifuatilia kwa siri na kwa waziwazi, kila mahali ambako mnafanya nizomewe, mnafanya nikataliwe, mnanifanya nisifanikiwe kwenye maisha yangu, leo nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho ya kukosa kibali, leo kwa damu ya kondoo, kwa jina la Yesu Kristo ninaivua kwa damu ya Yesu. Kila mavazi mlionivisha enyi wachawi, kwa jina la Yesu Kristo navua hilo vazi la kukataliwa, nalivua kwa damu ya Yesu, nalivua kwa damu ya Yesu. Kila vazi lolote lile mlitumia ili kunifanya nikataliwe, ili kunifanya nisifanikiwe, kila vazi mkanibadilisha jina, mkanitaja jina lenu ili nikataliwe, leo katika jina la Yesu Kristo kila jina mlionivisha nalivua leo kwa damu ya Yesu, nalivua
nayavua leo kwa damu ya Yesu. Kila maneno mlilonitamkia nayavua leo kwa damu ya Yesu. Inafuta katika jina la Yesu Kristo. Inatakasa kibali changu kwa jina la Yesu Kristo. Kazini nikubalike, kwenye ndoa nikubalike, kwenye biashara nikubalike, kwenye jamii nikubalike katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu mwana kondoo, mahala popote mliko sambaratisha mahusiano yangu na watu wenye hatima yangu na watu wakunifanikisha kwenye maisha yangu, leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya kondoo natakasa kibali changu, na kuomboa kibali changu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote kiliposhikiliwa leo katika jina la Yesu Kristo, na kusanya kibali changu katika jina la Yesu Kristo. Ewe adui unayefanya uchawi kunifanya nikataliwe, kunifanya nidharaulike, kunifanya nipuzwe, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, imeandikwa apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Leo nakukusanya kutoka mashariki, kutoka magharibi, kutoka kusini na kaskazini katika jina la Yesu Kristo. Ewe mtesi, na kukamata kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kinyesi chako katika jina la Yesu Kristo. Pokea kinyesi chako kwa jina la Yesu Kristo. Ukataliwe mwenyewe, ukataliwe kwako mwenyewe, ukataliwe kwenye ndoa yako, ukataliwe kwenye kazi yako, ukataliwe kwenye biashara yako, ukataliwe kwenye huduma yako. Pokea kuzomewa, pokea kukataliwa, pokea kudharaulika katika jina la Yesu Kristo. Ewe mtesi wa kazi yangu, kwa mamlaka jina la Yesu, ulosema kunifanya nikataliwe kazini, kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, ninakuasha moto, ninakulipua kwa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Na kikamata kiti chako cha utawala, kiti chako cha utawala, na kuketisha chooni, na kuketisha kwenye vinyesi kwa jina la Yesu Kristo. Watu wakuone kinyesi unakopita, watu wakuteme mate katika jina la Yesu Kristo. Unapopita watu waone harufu mbaya katika jina la Yesu Kristo. Inaamua harufu mbaya ikufuate kazini kwako, harufu mbaya ya maneno, harufu mbaya ya kufuatwa kwa maneno, harufu mbaya katika jina la Yesu. Ukakose kibali kazini kwako, wakose kibali kwenye uchumi wako, wakose kibali kwenye biashara yako, na lote kwa lifanya halitafanikiwa kuanzia sasa katika jina la Yesu. Maana ni haki kwetu sisi kuwalipa mateso wale tutesao sisi. Ni kweli kabisa, kama jinsi umenifanyia mimi katika miaka yote, kwa jina la Yesu Kristo, yakupate mwenyewe. Ewe mwanamke mchawi, ewe mwanaume mchawi, ewe mganga wa kienyeji, kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa hivi pokea kukataliwa. Napaka kinyesi uganga wako, napaka kinyesi kazi yako, napaka kinyesi uso wako kwa jina la Yesu Kristo. Pokea kukataliwa katika jina la Yesu. Pokea kupuuzwa, pokea kudharaulika kwa jina la Yesu Kristo. Kila maneno ya uovu mlikuwa mmenitamkia mkasema kwamba huyu mtu hatafanikiwa, leo kwa jina la Yesu nafuta maneno yote ya uovu mlionitamkia katika jina la Yesu. Kila maneno ya aibu mlikuwa mmetamka mkiwa mmevaa nguo, nafuta kwa damu ya Yesu. Kila maneno ya aibu mlikuwa mmevaa mkiwa hamjavaa nguo, mkiwa uchi, na yafuta kwa jina la Yesu. Kila viapo mlivyoapa navunja viapo kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanza sasa hivi mimi sio kukataliwa, mimi sio kukataliwa, mimi nimekubalika kwa jina la Yesu Kristo. Popote nitakapoingia nitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Biashara yote nitakayoifanya itafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ofisi yote nitakayokwenda nitahudumiwa katika jina la Yesu. Napokea kibali kazini, kibali kwenye ndoa, kibali kwenye uchumi, kibali kwenye familia, kibali kwenye ukoo kwa jina la Yesu Kristo. Kuanza sasa hivi, enyi mapepo wa kuondoa kibali kwa jina la Yesu Kristo, ninawasambaratisha kila jeshi la mapepo kwa jina la Yesu Kristo, na lilipua kwa damu ya Yesu Kristo. Maana imeandikwa, basi kumbukeni kama jinsi wana wa Edomu walivyosema, bomweni hata msingini. Katika jina la Yesu Kristo ninabomoa kuanzia sasa ule
ule msingi wa roho za kukataliwa uliojengwa tangu enzi kwenye ukoo, kwenye familia, katika jina la Yesu Kristo ninabomoa kuanzia sasa ule msingi wa roho chafu, ule msingi kwa jina la Yesu Kristo kwenye familia ya watu waliodharauliwa, kwenye familia hiyo nachomoka katika jina la Yesu. Mimi na uzao wangu, mimi naheshimika, mimi nakubalika katika jina la Yesu Kristo. Ewe madhabahu na kubomoa sasa, napeleka damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu ambazo zinanena kukataliwa, napeleka damu ya Yesu kwenye hizo madhabahu ambazo zinanena kupuuzwa katika jina la Yesu Kristo. Ninapeleka moto wa Mungu hai, ninasambaratisha kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu iliyopewa kafara, ikapewa maelekezo ya kunifanya nikataliwe, ya kunifanya nidharaulike, na ibomoa kwa damu na kondoo kwa jina la Yesu Kristo. Na kila maneno yaliyokaa kwenye hiyo kafara, yaliyokaa kwenye hiyo kafara, nayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Kila maneno yaliyo katika hiyo madhabahu na ibomoa katika jina la Yesu. Nafuta maneno hayo kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Kila uchawi uliofanyika, wakataja jina langu, wakatoa na sadaka, wakatamka maneno, wakasema huyu popote atakapokwenda hatafanikiwa, popote atakapokwenda atakataliwa. Leo kwa jina la Yesu Kristo ninakataa, ninavunja na kusambaratisha kila roho za kukataliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kila maroho yaliyotanda kwenye maisha yangu ili kutesa maisha yangu, ili kutesa uchumi wangu, ili kuharibu kibali changu, ninawalipua kwa damu ya Yesu. Ninawasambaratisha mashetani wote, marohani wote, mapepo wote, nguvu za giza zote kwa jina la Yesu Kristo. Zinazonifuatilia kwenye maisha yangu kuanzia sasa hivi ninageuka moto katika jina la Yesu Kristo. Ninawalipua kwa damu mwana kondoo mashetani wote, marohani wote, kila uchawi na kila sura mlizonivisha ninazivua kwa damu ya Yesu. Navua kwa damu ya Yesu, navua kila sura mlizonivisha. Enyi wachawi, enyi mapepo, enyi majini, enyi nguvu za giza, katika jina la Yesu Kristo ninaachilia moto wa Mungu aliye hai. Ninawashambulia kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Ondoka katika malango yangu, ondoka katika familia yangu, ondoka katika uzao wangu, ondoka katika jina la Yesu Kristo kwa damu ya mwana kondoo. Kila maroho ya kipepo yaliyotanda kama bahati mbaya, yaliyosimama ili kutengeneza mikosi na laana, ninawasambaratisha, ninawang'oa katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto wa Mungu aliye hai, maana imeandikwa, kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila pando la uharibifu iliyopandwa kwenye maisha yangu, iliyopandwa kwenye uchumi wangu, iliyopandwa kwenye kazi yangu, iliyopandwa kwenye huduma yangu, iliyopandwa katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa hilo pando la kukataliwa, hilo pando la kudharaulika, hilo pando la kupuuzwa, hilo pando la kukosa heshima, na aling'oa katika jina la Yesu Kristo kwa damu mwana kondoo. Ninatakasa kibali changu kwa jina la Yesu Kristo. Natakasa upendeleo wangu kwa jina la Yesu Kristo. Kila mahali nitakapoingia nitakubalika, kila mahali nitakapopita nitakubalika kwa jina la Yesu Kristo. Nakubalika kazini, nakubalika kwenye ndoa, nakubalika kwenye biashara, nakubalika katika jina la Yesu Kristo. Natakasa jina langu kwa damu ya Yesu Kristo. Natakasa kuanzia sasa hivi, naliondoa huko makaburini, naliondoa kule njia panda, naliondoa kule chooni, naliondoa pale kwenye vinyesi, naliondoa katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa hivi kila roho chafu, mashetani wote wa chooni, kwa jina la Yesu Kristo ninawakamata, ninawafunga, ninawalipua, ninawafyeka katika jina la Yesu Kristo.
katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kila mahali ambako umeshikilia maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, inaamua kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, ina maisha yangu yaachiliwe kwa damu na kondoo kwa jina la Yesu Kristo. Kila mahali ambako umemwaga maisha yangu, mliko utapanya, mkapeleka chooni, mkapeleka sehemu chafu ili kwamba nikataliwe, leo nakusanya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo, nakusanya kibali changu kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mahali, enyi mashetani, enyi mapepo wachafu katika ulimwengu roho, maana imeandikwa kushinda kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya kuagiza hili, juu ya majeshi pepo baya katika ulimwengu roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu pate kuweza kuzipinga hila za shetani, na mkisha kutimiza yote kusimama katika jina la Yesu Kristo. Na utembeza moto leo kwa jina la Yesu Kristo, inashambulia kila majeshi ya pepo wachafu kwa jina la Yesu Kristo, inashambulia kila falme kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo miungu ya ukoo, hiyo miungu ya familia inayotesa maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo, na ibomoa kuanzia sasa. Achia kwa jina la Yesu Kristo, achia kibali changu katika jina la Yesu Kristo. Kila mahali mkoshikilia kibali changu leo katika jina la Yesu Kristo, kiwake moto kwa damu ya Yesu Kristo, kiwalipokie kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Inatembeza moto kwa mamlaka damu na kondoo kwa jina la Yesu, maana Mungu wetu ni moto ulao katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanya juu yako wataanguka kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Wale wote mliokusanyana kwa habari ya uchumi wangu, kwa habari ya ndoa yangu, kwa habari ya kazi yangu, kwa habari ya kibali changu, leo kwa jina la Yesu Kristo ninawalipua kwa damu na kondoo, inawashambulia kwa jina la Yesu Kristo, inawateketeza kwa jina la Yesu Kristo. Mliokusanyana enyi wachawi, na wapiga moto kwa damu ya Yesu Kristo. Enyi mliojikusanya, enyi mapepo, enyi nguvu za giza, kila uchawi leo na ulani kwa damu ya Yesu Kristo. Kila uchawi wa maneno, kila uchawi wa maneno mnaotumia leo na futa katika jina la Yesu. Nafuta maneno yenu kwa damu na kondoo, na kila kafara mnazozitumia kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Nafuta na sambaratisha na bomoa hizo ngome katika jina la Yesu Kristo kwa damu na kondoo. Maana ingawa tuna katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vitu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kinachoinuka kijinacho ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo katika jina la Yesu Kristo. Ninawaangusha kuanzia sasa enyi mashetani wote, enyi pepo wachafu wote katika jina la Yesu Kristo. Ninawaangusha katika jina la Yesu, ninawabomoa katika jina la Yesu Kristo, na walazimisha kusalimu amri na kuachia kibali changu, na walazimisha kusalimu amri na kuachia afya yangu katika jina la Yesu Kristo kwa damu mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Inafanya mateka kuanzia sasa hivi juu ya kila mamlaka ya giza inayotenda kazi kwa ajili ya kuondoa kibali kwa jina la Yesu Kristo kwa damu mwana kondoo. Kila mlango utakaoingia nitakubalika kwa jina la Yesu Kristo. Kila ofisi itakayoingia nitakubalika kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa hivi ninatakasa kibali changu kwa jina la Yesu Kristo. Ninatakasa upendeleo wangu kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo natakasa kibali kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa hivi mahala popote ambako umesema kuchafua kibali changu, na wakamata wachafuzi wa kibali kwa jina la Yesu Kristo. Kila wakala wa uchawi anayefanya kazi pamoja nami ili kuchafua kibali changu ninapokuwa kazini kwangu, kwa jina la Yesu Kristo ninamsambatisha kwa jina la Yesu. Mtu yeyote anayefanya kazi ya kuchafua kibali changu kwenye kijiji hiki, kwenye mtaa huu, kwenye eneo hili, kwenye nchi hii, mahala popote, kwa jina la Yesu Kristo ninamsambaratisha na kumng'oa katika jina la Yesu Kristo. Kila wakala wa giza aliyetumiwa na mashetani kuchafua kibali changu kupitia maneno, anayetamka hayo maneno ili kunifanya nikose kibali, kwa jina la Yesu Kristo ninamkamata na kumfunga kwa jina la Yesu. Hayo maneno yampate mwenyewe katika jina la Yesu, akose mwenyewe hicho kibali kwa damu na kondoo
kwa jina la Yesu Kristo. Kila adui anayetamka maneno ili kunifanya kukosa kibali, hayo maneno yamrudie mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu na kondoo, kwa jina la Yesu Kristo inaweka sheria, mtu yeyote anayetamka maneno mabaya kwa juu yangu, kwa jina la Yesu Kristo, hayo maneno mabaya yakampate mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Na kuomba kibali, na kuomba kibali kwa jina la Yesu Kristo. Kibali changu kuanzia sasa hivi kingae kwa jina la Yesu, kingae kwa jina la Yesu. Na yangarisha maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninayangarisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Naondoa giza kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, nuru ya gizani wala giza halikuiweza. Inaachilia nuru kwa jina la Yesu Kristo. Iwe nuru sasa, iwe nuru sasa kwenye kila eneo nitakalo kwenda nitafanikiwa, kwenye kila ofisi nitakao kwenda nitafanikiwa, kwenye kila eneo katika jina la Yesu Kristo. Napokea kibali, napokea kibali changu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu na kondoo, napokea kibali kwa jina la Yesu. Napokea kibali kwa jina la Yesu Kristo. Ninapokea kibali kwa jina la Yesu Kristo. Napokea sasa kibali changu, cha kazi yangu, cha ndoa yangu, cha uchumi wangu, cha biashara yangu, kibali kwenye afya kwa jina la Yesu Kristo. Napokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Nakataa magonjwa, nakataa mikosi, nakataa laana kwa jina la Yesu Kristo. Nafukuza kila maroho ya kukosa kibali kwa jina la Yesu Kristo. Nafukuza kila mapepo ya kuondoa kibali kwa jina la Yesu Kristo. Inawahukumu kwa moto mashetani wote, pepo wote, nyoka wote kwa damu ya kondoo kwa jina la Yesu Kristo. Kila wageni waalikwa waliokuwa wamealikwa kwenye maisha yangu kama maroho ya kunikosesha, ninawasambaratisha na kuang'oa katika jina la Yesu Kristo. Na choma moto katika jina la Yesu Kristo. Kila marohani, kila mapepo, kila majini na fukuza katika jina la Yesu Kristo. Tambiko lolote iliyokuwa limetolewa ili kunifanya kukosa kibali, na livunja kwa damu Yesu kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Hizo madhabahu za ukoo hazitanikashikilia katika jina la Yesu. Madhabahu zote kuanzia leo ziniachie, ziachie jina langu, ziachie kibali changu, ziachie sura yangu, ziachie kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Napokea kibali kwa damu mwana kondoo. Inawafukuza mashetani wote, inawafukuza walinzi wote wa kimadhabahu katika jina la Yesu Kristo. Enyi walinzi mlikokuwa mnanilinda ili nikae katika hali ya kukataliwa, leo nakataa kwa jina la Yesu Kristo. Ninafukuza walinzi mapepo, walinzi mizimu, walinzi majoka, walinzi wote waliokuwa wametanda kwenye mwengo wa roho kuanzia leo katika jina la Yesu. Inachomoka, naondoa kwenye hilo gereza katika jina la Yesu Kristo. Hilo gereza la kudharaulika, hilo gereza la kudharauliwa, hilo gereza kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Mashetani wote waliokuwa wamejifunga kiapo kutanda kwenye maisha yangu kama roho za kupuzwa, kama roho za kudharulika, kama roho za kukosa kibali, leo kwa jina la Yesu na wasambaratisha, na wabomoa, na wang'oa katika jina la Yesu Kristo. Na wakamata, na wafunga, na watupa mpaka pande za mwisho za shimo katika jina la Yesu. Hamtainuka milele juu yangu kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo najifunika kwa damu ya Yesu kuanzia sasa. Nafunika kibali changu kwa damu ya Yesu. Nafunika sura yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika jina langu kwa damu ya Yesu. Nafunika kazi yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika familia yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika ndoa yangu kwa damu ya Yesu. Nafunika kila nilichonacho sasa kwa damu ya Yesu. Nawafunika rafiki zangu kwa damu ya Yesu. Nafunika watu wangu wa karibu kwa damu ya Yesu. Nafunika ndugu zangu kwa damu ya Yesu. Nafunika kwenye ukoo kwa damu ya Yesu Kristo. Nafunika kuanzia sasa hivi. Hakuna ndugu wala mtu wangu wa karibu atakayetumiwa na shetani kuondoa kibali changu kwa jina la Yesu Kristo. Inawatosha kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka damu kondoo inatangaza kuanzia leo mimi nimekubalika katika jina la Yesu. Kuanzia leo kila ofisi nitakao kwenda nitahudumiwa, nitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Na
napokea kibali, kibali kwenye kazi, kibali kwenye huduma, kibali kwenye ndoa, kibali kwa sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Machoni pa watu wanaonitazama nimepata kibali kwa jina la Yesu Kristo. Machoni pa watu ninaowaongoza nimepata kibali kwa jina la Yesu Kristo. Machoni pa watu ninaowahubiria nimepata kibali kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa hivi napokea kibali, nimepokea kibali kwa jina la Yesu Kristo. Ewe shetani, kuanzia sasa ninakufukuza kwenye malango yangu katika jina la Yesu. Hautatanda tena kwa jina la Yesu Kristo, hautatawala tena katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa hivi, Bwana Yesu, karibu katika maisha yangu. Tawala sasa kama roho ya kibali kwa jina la Yesu Kristo, maana bila wewe mimi siwezi kitu katika jina la Yesu Kristo. Ukatangulie Bwana kama moto, ukatangulie Bwana kwenye kila eneo nitakaloingia, kazini kwangu, ofisini kwangu, mahala popote. Roho Mtakatifu ukatangulie wewe kwa jina la Yesu Kristo. Napokea kibali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Napokea kibali kwa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Bwana iko pamoja nasi, ni nani aliye juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Napokea kibali kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ninang'aa kama jua, ninang'aa kama jua kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo watu wataulizana, ni nani tumpate wapi mtu kama huyu kwenye kazi hii, kwenye huduma hii, kwenye familia hii katika jina la Yesu Kristo. Napokea kibali kwa damu mwana kondoo. Mashetani wote ninawaangusha, mapepo wote ninawaangusha kuanzia leo katika jina la Yesu. Hapata kwepo na kusimama mbele yangu kuanzia leo katika jina la Yesu. Maana Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hawanionea hawatashinda, watajikwaa, watatayarika sana, kwa maana hakutenda kwa akili. Kuanzia leo wamepokea aibu yao ya milele ambayo haitasauliwa kamwe katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu wa uweza, katika jina la Yesu. Amen.